Wanajeshi wa Urusi waliweza kukomboa makazi mengine huko Oleshinya mkoani Kursk nchini Urusi, ambako Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti jioni ya jana kuhusu ukombozi mpya wa makazi ya huko Oleshinya mkoani Kursk na kupelekea kubaki eneo moja mikononi mwa Ukraine kukamilisha ukombozi mzima wa mkoa wa Kursk, ambapo jeshi la Urusi linaendelea kushinda muundo wa Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk nchini Urusi katika mwenendo wa vitendo vya kukera, huku pia vitengo vya kikundi cha vita cha Urusi cha kaskazini vilikomboa makazi ya huko Oleshinya mkoani Kursk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kueleza hivyo. Pia jeshi la Urusi linahitaji tu kuondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka makazi ya huko Gonal ili kukomboa kabisa mkoa wote wa Kursk. Vikosi vya usalama kutoka nchini Urusi viliweza kuliambia hivyo shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi. Pamoja na ukombozi wa huko Oleshinya, wanajeshi sasa wanahitaji kuwasukuma wanajeshi wa Ukraine kutoka Gonal ili pia kukamilisha ukombozi mzima wa Kursk. Vikosi vya usalama viliweza kueleza hivyo. Mapigano makali yanaendelea ambapo vikosi vya Ukraine vinabanwa. Wapiganaji wa Urusi wanawatoa wanajeshi wa Ukraine nje ya nyumba ya watawa, vyanzo viliweza kueleza hivyo. Kwa ujumla, tangu kuanza operesheni za kijeshi mkoani humo, Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 75,000. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kueleza hivyo. Pia Ukraine imeweza kupoteza vifaa vingi vikiwemo vifaru takriban 400 kutoka jimbo hilo. Bado operation hiyo ya kuharibu muundo wa Ukraine inaendelea katika jimbo hilo, ambako vikosi vya usalama vya Urusi vimeeleza kuwa vimebakiza eneo moja kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine na kukamilisha ukombozi mzima wa mkoa wa Kursk nchini humo. Pia vikosi vya Urusi vimeongeza udhibiti wake wa moto juu ya barabara kati ya manispaa ya Yunakovinka na Oleshinya inayotumiwa kusambaza vifaa vya kijeshi kwa vikosi vya Ukraine katika sehemu hiyo ya mstari wa mbele wa kivita. Mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko aliweza kusema hivyo. Yunakovinka Oleshinya ni njia muhimu kwa wapiganaji wa Ukraine, kwani wanajeshi wa Urusi tayari wamepanua udhibiti wa moto juu ya sehemu hiyo ya barabara, na ni muhimu sana kwa umbali takriban kilomita za barabara kuu ya Yunakovinka Oleshinya ziko chini ya udhibiti wa moto wa jeshi la Urusi. Marochiko alibainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine wanaendelea kujaribu kutumia barabara hiyo kuhamisha vikosi na vifaa hadi eneo la mpakani la Kursk la Urusi bila kujali hatari yoyote. Licha ya taarifa hii kutoka mkoani Kursk, ambapo wanajeshi wameweza kukomboa makazi mengine na kuripoti ya kwamba bado eneo moja ile pia kusababisha ukombozi wa mji mzima wa Kursk. Ripoti nyingine ambayo napenda ni kufahamisha muda huu ni kuhusu tangazo la Vladimir Putin ambalo aliweza kulitangaza siku ya jana kuhusu kusitisha mapigano kwa muda wa sikukuu. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliweza kutangaza kusitisha mapigano kwa muda wa wikendi ya Pasaka na kuamuru kusitishwa kwa hatua zote za kijeshi kuanzia majira ya saa 12 za jioni siku ya jana wakati wa huko Moscow mnamo Aprili 19 hadi usiku wa manane mnamo Aprili 21, yani itakuwa siku ya kesho Jumatatu ya wiki ijayo. Putin alitangaza agizo hilo wakati wa mkutano na mkuu wa wafanyakazi mkuu wa Urusi anayefahamika kama Valery Gerasimov siku ya jana mapema kabisa. Kuhusu taarifa hii, Putin pia aliweza kutoa uamuzi huo kama kuongozwa na wasiwasi wa kibinadamu, ambapo alisema ninaamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za mapigano katika kipindi hiki. Tunachukulia kuwa upande wa Ukraine utafuata mfano wetu, Putin alinukuliwa hivyo.
Mapendekezo ya kusitisha mapigano ya Pasaka yanafuatia mashambulizi ya awali ya Urusi dhidi ya Ukraine wakati wa likizo kuu za kanisa la Orthodoksi, ikiwa ni pamoja na mgomo mbaya huko mkoani Sami nchini Ukraine ambayo ulifanywa Jumapili ya Matawi ya wiki iliyopita, ambao pia ulisababisha watu takribani 35 kuuawa na shambulio la Kharkiv Ijumaa Kuu wiki hii na kusababisha mtu mmoja kuuawa na kujeruhi wengine takribani 120. Ufanisi wa usitishaji mapigano utajaribu uaminifu wa Ukraine katika kutafuta mazungumzo ya amani, kulingana na Putin ambaye alisema kuwa kipimo halisi cha nia ya Kiev kitafichuliwa na hatua zake katika kipindi cha Pasaka. Rais kutoka Ukraine Volodymyr Zelensky alijibu tangazo la Putin la kusitisha mapigano kwa mashaka, akitaja mashambulio yanayoendelea huko nchini Urusi. Kuhusu jaribio jingine la Putin kucheza na maisha ya watu, tahadhari ya uvamizi wa anga inasikika kote Ukraine hivi sasa, Zelensky aliandika kwenye jukwaa la kijamii la Telegram saa 5:15 usiku kwa saa za huko zisizo na rubani za Urusi ziliweza kuonekana katika anga ya Ukraine. Ulinzi wa anga na anga za Ukraine tayari zinajibu kuwepo kwa shahidi, yani drones, katika eneo la Ukraine, na kunaonesha mtazamo wa kweli wa Putin kuhusu Pasaka na maisha ya binadamu. Tangazo la Putin linakuja baada ya Washington kuashiria kuwa iko tayari kusitisha juhudi zake za upatanishi kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ikiwa mojawapo ya pande hizo itaifanya iwe ngumu. Urusi imekataa mara kwa mara mapendekezo ya Marekani ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 ambayo Ukraine iliunga mkono, ambako pia Moscow ilikataa usitishaji huo wa mapigano, isipokuwa ikiwa ni pamoja na makubaliano yangedhoofisha uwezo wa Kiev wa kujilinda pamoja na kusitisha kabisa msaada wa kijeshi wa kigeni kwa nchi hiyo. Mnamo Machi 25, Moscow ilikubali kufikiwa kwa makubaliano kidogo ambayo ilijumuisha kusitishwa kwa mapigano baharini katika Bahari Nyeusi na kusitisha mgomo wa siku 30 katika miundombinu ya nishati. Tangu wakati huo, Ukraine imeripoti zaidi ya mara 30 ukiukaji wa sehemu ya usitishaji mapigano uliofanywa na vikosi vya Urusi, na wakati huo pia mashambulizi ya Moscow dhidi ya raia katika miji ya Ukraine yakizidi kuongezeka. Putin alishutumu Ukraine kwa kukiuka usitishaji mapigano kwenye miundombinu ya nishati zaidi ya mara 100, lakini hata hivyo haijatoa ushahidi wowote juu ya hilo. Putin alisema anatarajia Kiev kufuata usitishaji vita wa Pasaka, lakini aliongeza kuwa Urusi inapaswa kuwa tayari kujibu iwapo kutakuwa na ukiukwaji.